ZECO ipo kung'arisha maisha yako. Ajenda za kitaifa ni muhimu katika ukuaji wa maendeleo ya nchi na wananchi wake. Ajenda hizo huwafanya wananchi kwa sehemu ya upangaji wa maendeleo yao. Tokea kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndani ya visiwa vya Zanzibar, suala la upatikanaji umeme imekuwa ni ajenda kuu katika jamii. Wananchi wanaeleza kuwa umeme umekuwa sio wa uhakika kwa matumizi yao. Katika taasisi dhamana inayoshughulikia huduma ya umeme hapa Zanzibar, inahitaji sababu ya kuzidiwa kwa miundombinu ya umeme kutokana na kuongezeka kwa matumizi ndiyo chanzo cha uwepo wa tatizo hilo. Sababu zilizopelekea kuongezeka kwa matumizi ya umeme Zanzibar zinawekwa wazi. Serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi imeleta sera mbalimbali kuhakikisha kwamba umeme unaofaidisha wote na umeme unakuwa chachu ya maendeleo na umeme unaongeza thamani katika maisha yao. Katika kufanya hili, Dr. Hussein Ali Mwinyi amepunguza gharama za uunganishaji umeme. Mfano, mita ya single phase ambayo ilikuwa inatozwa shilingi 4,064 miaka 8, ikumbukwe kwamba bei hii imewekwa miaka 8 iliyopita. Sasa gharama ya mita hiyo ni shilingi 200,000 tu. Na ile mita ya 3 phase ambayo wakati huo ilikuwa inatozwa shilingi 8,086, sasa hivi ni 4,2,500. Na mteja wakati anaongewa umeme kwa wakati huo hadi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi anaingia madarakani, pia alikuwa anatozwa gharama za nguzo na waya, ambapo nguzo moja tu ilikuwa na mteja anatozwa shilingi 1,700,000. Sasa hizi ilikuwa ni gharama kubwa sana, na hasa kwa kaya maskini. Makaya nyingi maskini zilikuwa hazina uwezo wa kujiunganishia umeme. Sasa ndio Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi akaja na sera hii, na sasa hivi wewe unalipa shilingi 200,000 tu kuunganishwa umeme. Haijalishi unahitaji nguzo 40, unahitaji nguzo 60, unahitaji nguzo 1, unahitaji nguzo 2, unaunganishwa umeme kwa shilingi 200,000. Tangu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoingia madarakani, amevutia uwekezaji mkubwa. Kwa bahati mbaya, uwekezaji uliopo na kasi ya uwekezaji inayoendelea sasa haiwiani na miundombinu tulionayo, ikiwemo umeme tulionao kwa sasa. Kumekuwa na shughuli nyingi za kijamii zilizoendelea, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa viwanda, maeneo ya uwekezaji. Maboresho yamefanywa makubwa sana, lakini niseme tu kwamba kadri tunapofanya maboresho, ile confidence ya kutumia umeme inaongezeka. Kwa hiyo tuna solve tatizo moja, lakini tunazalisha tatizo jingine. Kwa nini? Kwa sababu ile generation, yani kile kiwango cha umeme tunachokipata bado kile kiko pale pale, ingawa tunafanya maboresho. Lakini kadri tunapofanya hivyo, na confidence ya kutumia umeme inaongezeka. Kwa hiyo watu wengi ambao walikuwa wanategemea sana majenereta, particular wawekezaji, wameanza kuzima majenereta yao. Kwa hiyo tatizo limeanza kurudi pale pale tena kwa kasi sana. Maswali mengi ambayo wananchi wa Zanzibar wanajiuliza kwa sasa, ukomo wa hali hii unaishaje? Je, ni ipi mikakati ya serikali katika kulitatua tatizo hili? Sasa serikali katika hili haijakaa kimya, imekuwa ikichukua juhudi mbalimbali katika kukabiliana na hali hiyo. Hasa katika hili serikali imeliona na imechukua hatua tofauti. Ziko hatua za muda mfupi na ziko hatua za muda wakati na ziko hatua za muda mrefu. Mpango wa muda mrefu, tunazo project mbili ambazo ni kubwa. Moja inafadhiliwa na Benki ya Dunia ambapo itakamilika mwezi Agosti mwaka 2027, na nyingine inafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ambapo itakamilika mwaka 2030. Ya mwaka 2030 itahusisha ujenzi wa waya mpya wa baharini wa megawati 270 katika mkondo wa 220 ambao utalazwa kutoka Unio hadi Mtende, na utapofika Mtende utaingizwa chini ya ardhi, utapelekwa kwenye substation mpya ya Makunduchi ambayo sasa ujenzi wake unaendelea na umeshafikia 35%. Lakini vile vile mradi huu pia utahusisha uwekaji wa waya mpya wa baharini kutoka Majani Mapana Tanga kwenda Pemba wa megawati 100 katika mkondo wa 132. Sasa hii miradi itakamilika mwaka 2030. Lakini tunayo ambayo itakamilika mwaka 2027. Serikali inaendesha miradi mikubwa yenye vipengele 4 kupitia chini ya ufadhili wa World Bank. Tunajenga substation ya Makunduchi ambayo kwa sasa hivi ujenzi wake ushafikia karibu 35%, na tunajenga substation ya Matemwe ambapo zote kwa pamoja ujenzi wake umeshafikia 35%. Substation hizi zinajengwa kwa sababu kwa sasa ikumbukwe katika maeneo hayo mengi sasa hivi tuna uwekezaji mkubwa katika utalii. Umeme unaopelekwa huko kwa sasa hautoshelezi. Ndio maana tunajenga substation, kwa maana kwamba umeme utakaopelekwa pale utapelekwa umeme mkubwa, utapozwa umeme ule kule Makunduchi na kusambazwa, na ule unaopelekwa kaskazini utapozwa Matemwe na kusambazwa. Na kuna mipango mingine ya muda mrefu ambayo itapelekea Zanzibar kujitosheleza kwa umeme. Mfano, kwa sasa hivi tumejenga mnara mkubwa kule Makunduchi kwa ajili ya kukusanya takwimu au data kwa ajili ya kuona uwezekano wa kuanzisha wind farm ambayo itazalisha megawati 200 za kwa kutumia upepo. Sasa takwimu za awali zinaonyesha kwamba hilo linawezekana.
inawezekana, na tuko katika hatua za katikati za kufanyia majumuisho hizo takwimu baadaye, kabla ya ule usanifu wa ile wind farm pamoja na uzalishaji wa umeme kutumia upepo. Tayari wakandarasi makampuni kutoka China washafika Zanzibar, na sasa hivi watakuwepo Fumba na baadaye Mtoni. Tunakuja na solution ya kuweka line nyingine mpya ya umeme ambayo itakuwa ni kwa megawati 100. Kwa hiyo tujaribu kureplace cable ya zamani ya baharini ambayo ni Kongo ya 1980 tuweke mpya ambayo tutazalisha megawati 100. Tukibadilisha cable ya zamani ambayo inazalisha sasa hivi inaitwa megawati 35 mpaka 40, tukaweka mpya ya megawati 100, maana yake tutakuwa na hakika megawati 200 kwa Zanzibar. Na hawa wakandarasi wamekuja sasa kufanya study ndani ya mwaka huu, manake Desemba inafuatia. Kwa sasa tunaelekeza nguvu zetu nyingi katika mipango ya muda mfupi. Katika mipango ya muda mfupi, serikali imetiliana kwa kupitia shirika la umeme, imetiliana saini na kampuni moja ya India Electric kwa ajili ya kuhuisha njia zetu kuu za umeme. Mkataba huu una vipengele vinne. Kipengele cha kwanza kitahusisha kuboresha njia zetu kuu za laini ya umeme msongo wa 33 kV kwa kilomita 210. Mtandao wetu wa umeme uchakavu uliopitiliza. Vile vile utahusisha uwekaji wa battery storage 4 za megawati 20, kila betri moja ikiwa na megawati 5. Maana yake kwamba tunapokuwa na mahitaji makubwa sana ya umeme katika laini zetu, tunalazimika kuzima. Sasa tunapozima baadhi ya maeneo hayo yanakwenda giza. Hasa tutaweka hizi betri katika maeneo ambayo yana wakazi wasiokuwa wengi sana, yani load capacity yake iwe ndogo, na pale tunapoamua kuwaondoa nje ya gridi, basi watakuwa hawendi giza. Matokeo yake wanachukua umeme kutoka katika hizi betri. Kampuni ya tatu ambayo itahusisha ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia jua kule Matemo wa megawati 30. Kwa nini tunazalisha megawati 30 kwa sasa? Kwa sababu tunataka mradi huu ukamilike ndani ya muda mfupi zaidi. Kwa hiyo ndio maana tumepunguza scope ya mradi kufikia megawati 30 ili zile megawati 30 zinazopatikana moja kwa moja ziingizwe katika gridi. Kwa sasa laini zetu zilizokwenda kule kaskazini zishafikia ukomo. Kwa hiyo tutakapopata megawati 30, tutaziondoa megawati 30 katika laini ile iliyokwenda kaskazini, tutazielekeza mahali pengine, na kule kaskazini kutakuwa na nafasi kwa mradi huu kuingiza megawati 30, na hilo litapelekea gridi yetu ya taifa kukaa sawa. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.